mubi bitenge ECMS News Afrika leo. Ijumaa 28 Agosti 2026. Tasha Natasha mtangazaji wa habari. James Mashagali mwandishi wa habari za Kiswahili. Karibu kwenye ECMS News Afrika leo, chanzo chako cha habari kutoka Afrika, eneo la maziwa makuu, Afrika Mashariki na dunia. Mimi ni Tasha Natasha. Katika taarifa hii tunakuletea habari kuu zinazotawala bara la Afrika leo, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini, Sudan, Kenya, Uganda, Afrika Kusini, Tanzania, Rwanda na Burundi. Tunaanza na hali ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mlipuko unaendelea kuenea, huku kampeni ya chanjo kwa wahudumu wa afya ikiwa imeanza. Kisha tunakwenda Sudan Kusini, Sudan, Kenya na Uganda, kabla ya kuangazia maendeleo muhimu ya kiuchumi na miundombinu katika Afrika Kusini na Tanzania. Pia tutakuwa na taarifa maalum kutoka Rwanda, ikiwemo kukabidhiwa rasmi kwa hospitali ya Masaka, pamoja na habari kutoka Burundi, ambako moto katika soko la Rubirizi umewafanya wafanyabiashara na wananchi kukimbizana kuokoa bidhaa zao. Hii ni Afrika leo, ECMS News. Tuanze na habari kuu. Kongo. Asante Tasha. Kongo, Tshisekedi ataka mazungumzo ya kitaifa. Tunaanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Rais Felix Tshisekedi ametangaza mpango wa kuanzisha mashauriano katika mikoa yote 26 ya nchi. Kwa mujibu wa mpango huo, mashauriano hayo yanatarajiwa kuelekea kwenye mazungumzo ya kitaifa mjini Kinshasa, yakilenga kupunguza mvutano wa kisiasa na kutafuta njia ya kujenga maelewano zaidi nchini. Hata hivyo, mpango huo unakabiliwa na changamoto moja kubwa. Makundi ya waasi hayajajumuishwa katika mashauriano hayo kwa sasa, jambo ambalo linaweza kuibua maswali kuhusu ikiwa mchakato huo unaweza kufikia makubaliano mapana ya kisiasa na kiusalama. Serikali ya Kinshasa inasisitiza umuhimu wa mazungumzo katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazoikabili nchi. Wakati huo huo, Kongo imeanza kutoa chanjo dhidi ya Ebola kwa wahudumu wa afya walio mstari wa mbele, huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiendelea kuleta wasiwasi katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Hatua hiyo inalenga kuwalinda wahudumu wa afya wanaofanya kazi katika maeneo yaliyoathirika na kupunguza hatari ya maambukizi zaidi. Shirika la Médecins Sans Frontieres, MSF, pia limefungua kituo kipya cha matibabu ya Ebola katika eneo la Beni, ili kusaidia katika juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. Mamlaka za afya na mashirika ya kimataifa yanaendelea kuongeza juhudi za ufuatiliaji, chanjo, matibabu na udhibiti wa maambukizi. Mlipuko huo ni muhimu kufuatiliwa kwa karibu, hasa kwa sababu umeendelea kuathiri maeneo mapya mashariki mwa Kongo. Kwa sasa, juhudi za afya zinaendelea sambamba na changamoto za usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi. ECMS News itaendelea kufuatilia maendeleo haya na kukuletea taarifa mpya kadiri zinavyopatikana. Hizo ni habari kuu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka katika juhudi za Rais Felix Tshisekedi za kuanzisha mashauriano ya kitaifa, hadi kampeni ya chanjo dhidi ya Ebola mashariki mwa nchi, Kongo inaendelea kukabili changamoto za kisiasa, kiusalama na kiafya. Asante James kwa maelezo zaidi. Rubirizi, moto wa soko wawalazimisha wafanyabiashara kuokoa bidhaa. Nchini Burundi, picha tulizopokea zinaonyesha moto mkubwa katika soko la Rubirizi. Katika picha hizo, wafanyabiashara na wananchi wanaonekana wakikimbizana kuokoa na kuhamisha bidhaa zao wakati moto ukiendelea. Bahereye mu bimboga, mu bitenge. Baadhi yao wanaonekana wakibeba bidhaa na kuzikimbiza kutoka eneo lililo karibu na moto katika juhudi za kuokoa mali zao. Tukio hilo limeleta hofu kubwa miongoni mwa wafanyabiashara ambao maisha yao yanategemea biashara katika eneo hilo. Kwa sasa, chanzo cha moto na ukubwa kamili wa hasara bado havijathibitishwa rasmi. Kwa hiyo, ECMS News haitatoa hitimisho kuhusu chanzo cha moto huo bila taarifa kutoka kwa mamlaka au uchunguzi unaoaminika.
Tutaendelea kufuatilia tukio hili na kuwafahamisha watazamaji wetu mara tu taarifa zaidi zilizothibitishwa zitakapopatikana. Burundi, upungufu wa mafuta waendelea. Wakati huo huo, Bujumbura bado inakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa mafuta. Upungufu huo umeendelea kuathiri usafiri na shughuli za biashara, huku wananchi na wafanyabiashara wakikabiliwa na gharama na changamoto zaidi katika maisha ya kila siku. Hali hii inaendelea kuwa suala muhimu kwa uchumi na maisha ya wananchi, hasa katika mji mkuu wa Burundi. Burundi, wanajeshi wadai mamilioni ya faranga za malipo ya kazi Kongo. Leo tunazungumzia madai mazito yanayohusu malipo ya wanajeshi wa Burundi wanaoshiriki operesheni za kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa tulizopokea kutoka kwa baadhi ya wanajeshi, kuna maswali makubwa kuhusu malipo yao, hasa baada ya baadhi yao kudai kuwa walikaa kwa takribani miezi 9 bila kupokea fedha zote walizokuwa wakidaiwa. Wanajeshi hao wanadai kwamba hivi karibuni baadhi yao walilipwa fedha za miezi 3, huku wengine wakipokea malipo ya miezi 4. Lakini kinachozua maswali zaidi ni kile wanachodai walikiona kwenye akaunti zao za benki. Kwa mujibu wa mwanajeshi mmoja aliyewasiliana nasi, baadhi ya wanajeshi wanaolipwa kupitia benki ambazo si SECADM waliona kwenye akaunti zao kiasi cha milioni 23,366 faranga za Burundi. Kwa mujibu wa maelezo hayo, kiasi cha takribani 1,837 faranga kilikatwa kama kodi, na kiasi kilichobaki kikawa karibu milioni 22,529 faranga. Hata hivyo, mwanajeshi huyo anadai kwamba licha ya fedha hizo kuonekana kwenye akaunti, wanajeshi hawakuruhusiwa kutoa kiasi chote. Badala yake, walidaiwa kuambiwa kwamba wanaweza kutoa takribani milioni 2,528 faranga pekee. Hapo ndipo swali kubwa linapoibuka: ikiwa fedha zinaonekana kwenye akaunti ya mwanajeshi, kwa nini hawezi kuzitoa zote? Kwa mujibu wa chanzo hicho, baadhi ya wanajeshi waliouliza kuhusu fedha zilizobaki waliambiwa kwamba kulikuwa na maagizo kutoka kwa viongozi wa jeshi. Chanzo hicho pia kinadai kwamba mwanajeshi mmoja aliyesisitiza kupata maelezo kuhusu fedha hizo alikabiliwa na onyo na hatimaye akaamua kuchukua kiasi alichoruhusiwa kutoa. Kwa mujibu wa simulizi hilo, zaidi ya milioni 20 za faranga zilibaki bila maelezo ya wazi kwa mwanajeshi huyo kuhusu zilipo au kwa nini hakuweza kuzitoa. Kwa upande wa wanajeshi wanaolipwa kupitia SECADM, madai yaliyotolewa ni tofauti. Wanadai kwamba hawawezi kuona moja kwa moja kiasi kamili cha fedha kinachohusishwa na malipo hayo kwenye akaunti zao. Chanzo hicho kinaeleza kuwa mfumo wa SECADM unaweza kuonyesha kiasi kinachopatikana kwa matumizi ya kawaida, huku fedha zinazohusishwa na malipo ya operesheni zikishughulikiwa tofauti. Wanajeshi hao pia wanadai kwamba hata wanapokuwa na fedha nyingine kwenye akaunti zao, wanaweza kuhitajika kufanya taratibu tofauti za kutoa fedha hizo, ikiwa ni pamoja na kutumia fomu au hundi tofauti kwa fedha za kawaida na zile zinazohusishwa na malipo ya operesheni. Madai haya yameibua swali jingine muhimu: je, kuna mfumo maalum wa kushikilia au kusimamia malipo ya wanajeshi walioko Kongo, na kama upo, wanajeshi wanaelezwa kikamilifu jinsi unavyofanya kazi? Taarifa hiyo inakwenda mbali zaidi na kukadiria kwamba ikiwa zaidi ya milioni 20 za faranga hazipatikani katika malipo ya miezi 3, basi kiasi hicho kinaweza kuwa sawa na zaidi ya milioni 66 za faranga kwa mwezi. Hata hivyo, hapa tunahitaji kuwa waangalifu. Hii ni hesabu inayotokana na pia hadi sasa, News haijapata uthibitisho huru wa taarifa za benki, nyaraka za malipo, au rekodi rasmi zinazoonyesha kwamba fedha hizo zimechukuliwa kinyume cha sheria. Kwa hiyo, hatusemi kwamba fedha hizo zimeibiwa. Tunachoripoti ni kwamba baadhi ya wanajeshi wanadai kwamba kuna tofauti kubwa kati ya kiasi cha fedha wanachokiona au wanachoambiwa kimelipwa na kiasi wanachoruhusiwa kutoa. Ikiwa madai haya yatathibitishwa, suala hilo linaweza kuibua maswali mazito kuhusu uwazi wa mfumo wa malipo ya wanajeshi wa Burundi wanaohudumu katika operesheni nchini Kongo. Pia linaweza kuhitaji majibu kuhusu nani anasimamia fedha hizo, fedha hizo zinatoka katika mfumo gani, kwa nini zinaonekana au kushughulikiwa tofauti katika benki mbalimbali, na kwa nini baadhi ya wanajeshi wanadai hawapati maelezo kamili. Wanajeshi waliowasiliana nasi wanataka uongozi wa jeshi la Burundi kutoa ufafanuzi. Maswali hayo yanaelekezwa pia kwa mamlaka za serikali na taasisi zinazohusika na malipo ya wanajeshi. Kwa sasa, jambo muhimu ni kutenganisha madai na ukweli uliothibitishwa.
Ikiwa kweli kuna mamilioni ya faranga yanayoingia kwenye akaunti za wanajeshi lakini hawaruhusiwi kuyatoa, mamlaka husika zinapaswa kueleza wazi fedha hizo zinawakilisha nini, kwa nini kuna vizuizi vya kuzitoa, na zinabaki chini ya usimamizi wa nani. Na ikiwa kuna sababu halali za kibenki, kiutawala au za kiusalama zinazofanya fedha hizo zisipatikane mara moja, wanajeshi wanapaswa kupewa maelezo yanayoeleweka. Swali kubwa linalobaki ni hili: je, kuna hitilafu katika mfumo wa malipo ya wanajeshi wa Burundi walioko Kongo? Kuna utaratibu maalum wa kifedha ambao haujaelezwa vizuri, au kuna fedha ambazo hazijawafikia walengwa kikamilifu? Hayo ndiyo maswali ambayo yanahitaji majibu rasmi. Ecumsenius itaendelea kufuatilia suala hili na kutafuta majibu kutoka kwa uongozi wa jeshi la Burundi, serikali, benki zinazohusika na taasisi nyingine zinazohusiana na malipo hayo. Mimi ni James Mashagali kwa niaba ya Ecumsenius. Rwanda, hospitali ya Masaka yakabidhiwa rasmi. Nchini Rwanda, China imekabidhi rasmi serikali ya Rwanda hospitali ya Masaka iliyopanuliwa, iliyopo mjini Kigali. Mradi huo umegharimu takribani faranga bilioni 85 za Rwanda na umeongeza uwezo wa hospitali kutoka vitanda 127 hadi 837. Hospitali hiyo sasa ina uwezo wa kuhudumia hadi wagonjwa wa nje 2,000 kwa siku, ikiwa na miundombinu na vifaa vya kisasa vya matibabu. Mradi huu unatarajiwa kuongeza uwezo wa Rwanda kutoa huduma za afya za kibingwa na kupunguza msongamano katika hospitali nyingine kubwa nchini. Baadhi ya huduma kutoka CHUK pia zinatarajiwa kuhamishwa hatua kwa hatua kwenda hospitali ya Masaka. Rwanda imepata takribani dola milioni 190 kupitia mkopo wa miaka 15 unaoungwa mkono na Benki ya Dunia. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia mahitaji ya bajeti pamoja na vipaumbele vya maendeleo, ikiwemo miundombinu, afya, elimu, kilimo na viwanda. Mkopo huo unaongeza uwezo wa Rwanda kupata fedha za maendeleo kupitia vyanzo mbalimbali vya kimataifa. Rwanda, hatua dhidi ya vinywaji visivyokidhi viwango. Nchini Rwanda, serikali imeendelea kuchukua hatua dhidi ya baadhi ya vinywaji vya pombe vinavyodaiwa kutokidhi viwango vinavyotakiwa. Hatua hizi zinalenga kuhakikisha kwamba bidhaa zinazouzwa na kutumiwa na wananchi zinakidhi masharti ya usalama na ubora. Mamlaka zinaendelea kusimamia bidhaa zinazoingia nchini na zile zinazouzwa katika soko la ndani, kwa lengo la kulinda afya na usalama wa watumiaji. Serikali imesisitiza kwamba ulinzi wa afya ya wananchi ni jambo muhimu, na kwamba bidhaa zinazoweza kuhatarisha afya ya watumiaji zinapaswa kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Kwa sasa, mamlaka zinaendelea kufuatilia bidhaa zinazohusika na kuchukua hatua pale inapobainika kuwa hazikidhi viwango vinavyotakiwa. Hizo ni habari kuu kutoka Rwanda. Kutoka katika upanuzi wa hospitali ya Masaka, mkopo mpya wa maendeleo, hadi hatua za kuhakikisha usalama wa vinywaji vinavyouzwa nchini. Kwa niaba ya Ecumsenius. South Sudan, watu 49 wauawa katika shambulio. Nchini South Sudan, angalau watu 49 wameuawa na wengine 33 kujeruhiwa katika shambulio lililolenga jamii ya wafugaji katika jimbo la Warrap. Tukio hilo limeongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo ambako migogoro ya jamii na mashambulizi ya kulipiza kisasi yamekuwa changamoto kwa muda. Waathirika wanaripotiwa kuwa sehemu ya jamii zinazotegemea ufugaji, huku vurugu za aina hii zikiweza kusababisha watu kukimbia makazi yao na kupoteza mifugo na mali. Mamlaka za South Sudan zinakabiliwa na shinikizo la kuimarisha usalama, kuwalinda raia na kuzuia mashambulizi zaidi. Tukio hili pia linaonyesha changamoto kubwa ambayo serikali inakabiliana nayo katika kudumisha amani katika maeneo yenye migogoro ya kijamii. Hiyo ni taarifa kutoka South Sudan ambako mashambulizi ya jamii yanaendelea kuwa changamoto kwa usalama na amani ya wananchi. Sudan, mgogoro wa umeme waongezeka. Nchini Sudan, vita vinaendelea kuathiri huduma muhimu, ikiwemo upatikanaji wa umeme. Ukosefu wa umeme umeathiri maisha ya wananchi katika maeneo mbalimbali, huku uharibifu wa miundombinu na hali ya usalama ukifanya iwe vigumu kurejesha huduma kwa kiwango cha kawaida. Mgogoro wa kibinadamu pia unaendelea kuwa mkubwa, wakati mapigano kati ya jeshi la Sudan na Rapid Support Force yakiendelea. Chad, Sudan, mvutano wa mpakani waongezeka.
Mvutano umeongezeka kati ya Chad na Sudan baada ya madai ya shambulio la anga lililosababisha vifo karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Tukio hilo limeongeza hofu kwamba vita vya Sudan vinaweza kuendelea kuathiri nchi jirani. Mamlaka zinaendelea kukabiliana na changamoto ya kubaini kikamilifu mazingira ya tukio hilo, huku kukiwa na wasiwasi wa kuongezeka kwa mvutano wa usalama mpakani. Kenya, wafanyabiashara waandamana Nairobi. Nchini Kenya, polisi mjini Nairobi wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya wafanyabiashara wadogo waliokuwa wakiandamana kupinga mabadiliko ya ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Maandamano hayo yaliathiri shughuli za biashara katika maeneo ya Central Business District ya Nairobi. Mamlaka ya mapato Kenya, KRA, imeongeza kiwango cha chini cha rejea kwa kontena la futi 40 kutoka shilingi milioni 25 hadi milioni 32 za Kenya. KRA inasema hatua hiyo inalenga kuboresha tathmini ya forodha na kupambana na utangazaji wa thamani ndogo ya bidhaa zinazoingizwa nchini. Hata hivyo, wafanyabiashara wanapinga mabadiliko hayo, wakisema yanaweza kuongeza gharama za uagizaji na kuweka shinikizo zaidi kwa biashara ndogo. Kwa sasa, mjadala kati ya mamlaka na wafanyabiashara unaendelea kuhusu namna ya kutekeleza mfumo huo bila kuongeza mzigo mkubwa kwa wafanyabiashara wadogo. Hizo ni taarifa kutoka Sudan, Chad na Kenya, zikiwa ni miongoni mwa habari zinazofuatiliwa kwa karibu barani Afrika leo. Uganda, Toro ya muomboleza Mfalme Oyo. Nchini Uganda, ufalme wa Toro na wananchi wanaendelea kuomboleza kifo cha Mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi Eve, Omukama wa Toro. Mfalme Oyo amefariki akiwa na umri wa miaka 34 baada ya kutumia zaidi ya miongo mitatu kwenye kiti cha ufalme. Alikuwa ametawazwa kuwa mfalme mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka mitatu na baadaye akajulikana kimataifa kama mmoja wa wafalme vijana zaidi duniani. Kifo chake kimeibua maombolezo makubwa nchini Uganda, hasa katika ufalme wa Toro ambako alikuwa ishara muhimu ya utamaduni na utambulisho wa jamii. Afrika Kusini, dola milioni 405 kwa miundombinu. Nchini Afrika Kusini, serikali imetia saini mikataba miwili ya ufadhili yenye thamani ya pamoja ya dola milioni 405 za Marekani na benki mpya ya maendeleo. Fedha hizo zitatumika kusaidia miradi ya miundombinu, wakati Afrika Kusini ikiendelea kuimarisha miundombinu muhimu kwa maendeleo ya uchumi. Ufadhili huo unalenga kusaidia miradi ya maendeleo na kuongeza uwezo wa nchi katika kuboresha miundombinu yake. Iran Marekani, vita vinaingia mwezi wa 6. Vita kati ya Iran na Marekani vimeingia mwezi wa 6, huku juhudi za kidiplomasia zikilenga kufungua tena kikamilifu Strait of Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Iran imekataa vikwazo vipya vya Marekani, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea. Mzozo huo unaendelea kuathiri masoko ya nishati duniani, hasa kutokana na umuhimu wa Strait of Hormuz katika usafirishaji wa mafuta. Ukraine Rusia, mazungumzo mapya yatarajiwa. Katika vita vya Rusia na Ukraine inatarajia mazungumzo mapya ya kiufundi. Hata hivyo, viongozi wa Ukraine wameonya kwamba mazungumzo hayo hayamaanishi kwamba makubaliano ya amani yako karibu. Pande hizo bado zinatofautiana kuhusu masuala muhimu, yakiwemo maeneo yanayokaliwa na Rusia na mipango ya usalama ya Ukraine. Wakati huo huo, mashambulizi dhidi ya miundombinu yanaendelea. Gaza, makubaliano ya kusitisha mapigano yakabiliwa na shinikizo. Hali Gaza bado ni tete licha ya juhudi za kusitisha mapigano. Uingereza imeonya kwamba hatua zinazoweza kudhoofisha uratibu wa utekelezaji wa mpango wa kusitisha mapigano zinaweza kuathiri juhudi za amani. Wakati huo huo, ripoti za mashambulizi na vifo zinaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa makubaliano hayo. India Marekani, makubaliano ya Javelin. India imesaini makubaliano na Marekani ya kupata mifumo ya makombora ya kupambana na vifaru ya Javelin. Thamani ya makubaliano hayo na idadi kamili ya mifumo itakayonunuliwa haijawekwa wazi. Hatua hiyo inaonyesha kuendelea kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya India na Marekani. Norway, mabadiliko katika ufalme. Norway imeingia katika kipindi kipya cha kifalme kufuatia kifo cha King Harald V. Mwanawe, Crown Prince Haakon, amechukua nafasi yake na kuwa mfalme mpya wa Norway.
Hii inaashiria mwanzo wa sura mpya katika ufalme wa kikatiba wa Norway. Masoko ya dunia, mafuta na viwango vya riba vyafuatiliwa. Masoko ya dunia yanaendelea kufuatilia kwa karibu vita vya Iran, usambazaji wa mafuta na sera za benki kuu. Bei ya mafuta imeendelea kuathiriwa na matarajio kuhusu hali ya Strait of Hormuz. Wawekezaji pia wanaangalia kwa karibu sera za viwango vya riba nchini Marekani na athari zake kwa uchumi wa dunia. Uwekezaji wa teknolojia waendelea. Akili bandia au AI inaendelea kuwa mojawapo ya sekta zinazovutia wawekezaji duniani. Kampuni kubwa za teknolojia zinaendelea kuwekeza mabilioni katika AI, huku wawekezaji wakifuatilia kama ukuaji wa sekta hiyo unaweza kuendelea kwa kasi hiyo. Wakati huo huo, mjadala kuhusu ajira, usalama wa data na athari za AI kwa uchumi wa dunia unaendelea. Hizo ndizo habari kuu za kimataifa leo. Kutoka Mashariki ya Kati, vita vya Rusia na Ukraine, Gaza, India na Marekani, mabadiliko ya uongozi Norway, masoko ya dunia na ukuaji wa teknolojia ya AI, haya ni baadhi ya matukio yanayoendelea kuunda ajenda ya kimataifa. Mimi ni Tasha Natasha. Hii imekuwa habari za dunia. ECMS News. Endelea nasi kwa taarifa zaidi kutoka Afrika, Maziwa Makuu, Afrika Mashariki na dunia. Usisahau kusubscribe, kushiriki video hii, kuacha maoni yako na kubonyeza alama ya kengele ili usikose habari zetu mpya. ECMS News, chanzo chako cha kuaminika kutoka Maziwa Makuu, Afrika na dunia.